Halo Motureti. Mzuri sana. Sasa nimekupigia simu, nilikuwa nataka kesho tutakuwa na baraza na ningependa upite kwa kijiji uinform watu wote, waambie kesho tuko na baraza na ni achivu, nitakuwa na wageni makilini kofu. Sasa watatuambia kuhusu hii mambo na corona, lakini wewe waambie wakuje baraza, tuko na wageni wakuje by saini hapo KEOKE Band Field. Tutakuwa na baraza hapo ya chivu, hivyo piga filimbi kuanzia saa hii. Mkipiga hivyo tafuta ule mtu yule kijana mwingine wa kazi mnasaidiana. Sawa, mwambie basi nataka mupite hivyo haraka, mwambie watu kesho saa hii tukutane wapi? Hapo KEOKE Band Field. KEOKE Band Field. Haya, asante, fanya hivyo. Kesho tutakutana, na mkifika hapo kesho asubuhi mpange viti vizuri na mesa, alafu mtapanga watu watamuta space, watu wanakaa 1 meter apart. Unaelewa hiyo ni nini? Nimeelewa bwana Jimbo. Na ionekane hivyo, nikifika na wageni nipate kila kitu iko sawa sawa. Sasa bwana Jimbo, na pia mtu kama tunataka kukutana. Watoto, kina mama, kina baba mpaka vijana wote wakwe hapo. Asante sana bwana Jimbo. Sawa, kuwa na siku njema. Haya. Sana kwanza ni vizuri nimewakuta na bwana chief amenipigia simu tu saa hii. Okay. Na sasa mimi nataka niwasaini haraka baraza kesho hapa KEOKE Band Field. Ndio tunataka muite watu wakuje kwa hiyo baraza ya bwana chief. Sasa wewe nataka upande uende kwenu huko juu na huyu aenda huko chini, ambie watu na mimi nitaramuka huko chini. Mmenielewa? Mwambie kesho mapema sana baraza wapi? KEOKE Band Field. Mmeelewa? Sawa, basi si mwanze kazi saa hii. Barasa. Kora kwango tokole barasa. Barasa. Polisi ekwereza iguru nakyo abantu bakomenya Mbona hizo mama yake? Ndio, haya tukae basi. Yamore mwezi. Yamore naende. Yamore naende tuachie baraza. Asante sana. Makofi, bwana chifu ameshafika. Tayari 1 2 3. Tena. Hapo. Karibu bwana chifu. Karibu tena. Karibu. Asante. Karibu. Haya. Kidogo. Bwana chief, madaktari, wazee, wamama, vijana, habari zenu? Nzuri. Habari zenu tena? Nzuri. Niko na furaha kubwa kwa kuitikia wito Bwana chief alikuwa amenipea
nikawaambia mfanye nini, mkuje. Kwanza kabisa ningependa kubea mzee wa kijiji nafasi kwa maombi. Tunaanza na maombi, ndio kitu ya maana. Mzee wa kijiji, karibu. Bwana Chief, madaktari, wazee wa kijiji, mama na watoto wote na wazalimu mchambo. Mchambo tena. Kwa majina ni Philip Tundura. Mimi mzee wa kanisa. Wafunza hii nataka tumuombe Mungu kwanza. Toka pia tumuombe Mungu. Baba wetu Mwenyezi, juu mbinguni Baba, nakuomba uweze kutuwezesha vitu tumekaa kwa hii committee Baba. Uweze tukabidi miongoni mwako. Uweze kutulinda ili tuweze kujua kitu ya kilituleta hapa. Kwa hii mambo tumekaa hapa. Naomba Baba kwa wale walitoka mbali na karibu Baba, weka hapa moja kwa kitu yangu naenda kuongelea ili kuweze kuwa kitu kimoja Baba. Baba, naomba ubariki wazee. Na hiyo ugonjwa nimesikia imekuja ni corona ili uweze kupotea mbali Baba. Kwa hiyo machache nimeomba, naomba apite kwa Mwenyezi Mungu Baba. Naomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa maombi mazuri yenye pastor ameomba. Ningependa kuwaletea mzee mmoja ndio awaambie neno moja ama mbili. Karibu mzee. Bwana Chibo na wananchi tukubu na wasalamia, anasema amojambo. Hatujambo. Amojambo tena. Hatujambo. Asante sana. Mimi nashukuru nyinyi kwa kuja. Naona chibu yetu alisema tukuche hapa baraza na tumekuja atuelezee maneno. Sasa hii wakati mnajua watu wanafungiwa, sasa iko njaa, bengine iko msaada ametuletea. Si serikali inasema mnasikia kwa maredio tutaletewa chakula na misaada. Si ni mzuri amekuja. Na ameona ameleta watu hii ya nguo nyeupe, watu wasabi. Si hata sisi tutakuwa wasabi. Hata kusema maneno mingi, si ni waache hiyo maneno ndio watuletee, sababu ndio wamekuja watu wako na maneno mingi. Hayo machache nasema asante. Mungu awabariki. Asante sana kwa hiyo maoni, mzee ameongea mazuri. Sasa tuende kwa mzee mwingine haraka ndio tumalize haraka. Karibu mzee. Chifu, madaktari na wenzangu, tumekaa hapa. Habari zenyu? Nzuri. Tena? Nzuri. Hii ni furaha kubwa, tumekaa pamoja, tunangojea kani chakula ili tukule. Kama mimi njaa imenimaliza sana, sijui kani hiyo chakula tu. Kwa hiyo tu ndio niko nayo. Sawa. Asante sana. Na sasa tukalipishe Bwana Chief akuje atuelezee mengine yenye itafuata. Sasa tunawaomba kila mtu ajiandae kwa makofi mazuri. Bwana Chifu akiamuka afanya nini? Atuambie yenye anatuletea hapa. Sasa jiandaa makofi mazuri. Kujiandaa kabisa. 1 2 3. Bwana Chifu, karibu. Hapa. Tena. Sasa. Haya. Wazee, wamama, watoto mliofika hapa, hamjambo? Hatujambo. Leo niko na furaha sana juu niliitana mkutano na naona umefika kwa wingi. Simchipigie makofi tafadhali. Siku ya leo ni siku ya furaha sana juu naona wengi wenu mnajua ni nini nimefaa. Hamjui ni nini? Hapana. Ndio ni nini? Okay, ndio maana nimeleta madaktari hapa, si mnaona pia hao wamefaa. Kenya hii saa hii mahali tumefika, mnasikia vile ugonjwa imekuja inaitwa corona ama COVID-19. Mmeisikia kwa maredio ikitajwa na watu wangu, naona bado you are unprotected. Bado amchafaa hizi vitu. Sasa ndio nimewaletea madaktari wawafunze jinsi ya kufaa hizi vitu, vile mnanawa mikono makwenu ili msipate hii ugonjwa. Siwezi angalia watu wangu wakikufa na ninyamaze.
Sasa moja kwa moja nikependa kuwaleta madaktari wawaambie majina, wakae, kisha baadaye tutaanza na ule awapeleke kipindi kifupi, awafunze kuhusu hii ugonjwa ni nini, awafunze hizi vitu ndio zinaitwa nini, wengine nasikia mnasema vichungi, awaambie vile zinafaliwa, kisha baadaye huyu naye atawapeleka kipindi kifupi kunawa mikono huko. Simuliona walikuja na mtungi huko, ile si chai, ni maji ya kunawa mikono, simuliona tukinawa. Alafu kisha baadaye mengine yatafuata. Nikiomba daktari msimame tu mtitambulishe, kisha baadaye muanze kufunza. Asante. Hamjambo. Hamjambo tena. Hatujambo. Kwa majina naitwa Gloria Brenda from Healthcare Services. Thank you. Asante. Kwa majina ni Brian Moses. Nafanya kazi na World Health Organization. Okay, asanteni. Karibu. Si mnasikia vile wamesema? Ndio. Haya basi tuwakaribishe na makofi mzuri. 1 2 3. Haya, karibu daktari. Hamjambo tena. Sasa nimerudi kueleza kuhusu ugonjwa inaitwa coronavirus. Inaitwa COVID-19. COVID inasimamia coronavirus disease, ilipatikana December 2019 from China. Hii ugonjwa ni ugonjwa mbaya sana, mnafaa mjikinge nayo zaidi. Kwanza tujue jinsi ambavyo inasambazika. Ya kwanza ni njia ya kukohoa. Ukikaa karibu na mtu akona hiyo ugonjwa akohoi kuguse, utakuwa umepata hiyo ugonjwa. Na pia mtu aguse mahali inakaa hapo for more than 14 hours. Ikikaa hapo na wewe pia uguse, utaenda upate hiyo ugonjwa. Kuna vile tutajua signs and symptoms za watu wenye wako na hiyo ugonjwa. Ya kwanza ni kukohoa. Ukiona mtu anakohoa, hapo kuna shida. Na pia unapata mtu anaumwa na kichwa, mwingine ako na joto, fever. Alafu kuna ile yenye unapata mtu anaumwa na kichwa na pia mwili anaumwa. Na kwa hivyo mnafaa mjikinge sana kwa hii ugonjwa. Na kuna zile njia ambazo mtu anajikinga nazo. Ya kwanza ni kunawa mikono. Unafaa unawe mikono for like 7 seconds kabisa. Hata unafaa uimbe happy birthday ukinawa mara 2 hadi umalize, ndio uweze kupata umenawa mkono vizuri na sabuni ama sanitizer. Ukishika nayo mkono hivi utakuwa sawa. Alafu pia unafaa ukikohoa usikohoe karibu na mtu. Unafanya usikohoe ati lazima ujikinge na mkono ama ujifunike na nguo yako mwenyewe ukikohoa, ndio usiweze kusambazia wengine. Na ya tatu muhimu sana, mask. Mask unafaa utembee nayo. Kama saa hii mimi mnaona niko na mask. Nimeshangaa sana huko hakuna mask. Hii kijiji ni kama mjui mask. Kila mtu anafaa kuwe na mask yake kama hii yangu. Unatembea nayo. Ukitoka kwa nyumba uko na mask. Ukuwe na mask kama hii. Kama hapa nimeona mmoja wenu ako na mask nyingine ya ajabu sana. Kuja hapa. Kuja waone hii mask. Hii mask, hii si mask, hii ni matawi. Msijaribu kujitengenezea matawi kama hii. Unatafuta mask, unanunua. Serikali inapeana, zingine ni 5 bob, ifai kuwa pesa mingi. Unanunua yako yenye unatembea nayo. Na kwanza ikiwezekana unafaa ukitumia siku moja unatupa, unachukua ingine tena. So msitumie hii, si mask. Lakini sasa daktari, mimi si kuwa na pesa. Na nikaona afadhali nijiprotect kwa hii ni ya kujikinga. Siko sawa, ina mapua nimefunga pamoja na mdomo. Si nimemaliza hiyo. Haya, sawa mzee, tumesikia maoni yako, tutakutafutia mask. Asante sana. Haya. Na pia mnafaa hakuna kusalimiana na mikono ama kuagiana. Salamu salimia tu mtu hivi kwa umbali imeisha. Hakuna kusalimiana na mkono. Na pia kukaribiana, hakuna kukaribiana. Nimeona mliheshimu sana kwa hii mkutano, kila mtu amekaa mbali mbali. Hivi ndio inafaa itakikane. Alafu ya tatu na ya muhimu sana, kaa nyumbani. Kila mtu akae nyumbani. Kama una shughuli kwa barabara, wewe kaa tu nyumbani. Uendelee kukaa huko ndio usipate ugonjwa. Hii ugonjwa ni mbaya sana. Na kwa hiyo nataka kupeleka daktari wangu hapa aonyeshe vile mnafaa kunawa mkono ili muweze kuzuia ugonjwa. Na nyumbani kwenu muhakikishe mko na maji yanayotiririka yenye mnanawa, si ile ya basin yenye mnanawa ndani na mnarudia.
yenye ina flowing water. Kwa sababu ya muda hatutaweza kunawa sisi wote. Ningependa nichague watu randomly wakuche wanawe mikono ili hao wengine waone. Pia we ukienda kwako uibie kenye wamefanya hapa, uwe ukinawa kwako. Tuko pamoja? Haya, wacha nichague. Ningependa kwa hiyo upande tupate pa mama moja asimame ule, na hapa tupate huyu mzee na ule mzee, alafu na ule kijana huko nyuma wa miwani pia yeye akuja nawe mikono ili wawe funzo. Msimame muanze kukuja hivyo. Sawa, sasa ningependa kuleta daktari awaonyeshe vile watu wananawa mikono. Juu nimechagua watu, daktari akikuja mtakaribia hapa, but mkeep distance. Vile tumewakalisha hivyo ndio mtakaa hiyo distance. Ukiwekewa sabuni atakuonyesha vile unanawa mikono, kisha baadaye atawaonyesha vile hii kitu inafaliwa. Kuna zile za kuharibu, za kususpend masikio na kuna zile za kufu. So mtafunzwa leo. Daktari karibu. Tumkaribishe na makofi tafadhali. Karibu. Daktari. Funza. Karibu. Asante sana Bwana Chief kwa kunipatia fursa hii. Nionyeshe wanakijiji jinsi ya kunawa mikono kwa kutumia hii sabuni speciali ambayo inaitwa sanitizer. Kwa mkono hivi. Unaweka hivi, drop kama 2 hivi, alafu acha nikuonyeshe vile unafanya. Fanya hivi. Ingisha vidole hivi. Hapa ndani ndo germs zinaingia. Sugua kabisa kwenda huku juu hivi. Okay. Sawa. Unawe na maji. Ndio hii maji. Hii ndo maji yenye inaitwa running water. Si maji ya besheni. Nawa kabisa kwenda huku juu. Kabisa. Kabisa. Nawa. Mzee umekuja na panga baraza yangu? Pana chifu ni Kelimero niko nayo. Weka chini usipige madaktari wangu. Keke nasikia kitu inasaidia bana, hii kitu inasaidia bana. Wewe si kujipaka, si kujipaka. Mikono ulikuwa unanawa sio mwili. Mikono ndo nanawia. Mwili utaenda kuoga kwako, sawa? Lakini simesema inasaidia mwili yote. Hapana, sasa nawa mikono ndio imebeba germs sasa. Hivyo ni nao hii mikono hivi. Nao nimekuwa. Hapana. Utaguza maji. For 20 seconds. Na niko na swali. Nikinao hivi haina ile kitu ya kuchiomelia. Endelea kunawa. 20 seconds. Hivyo niko sawa sana. Sasa enda ukauke, germs zimekufa. Mzee unanawa tena unaenda kukuza panga. Sasa nitafanya nini tena? Si mpanga ni yangu ama niachia madaktari? Ama nilikuwa ni satanize pia hii. Panga unafoi sanitize. Na satanize pia hii. Mungesema mapema. Mzee toka na hiyo panga yako karibu na madaktari. Kijana, hivi unafaa viremba kuja parasa ya chief. Unakuja kuduzi madaktari wangu hapa hadi madoki. Na umevaa kiremba. Huwezi ongea? I'm sorry chief. Kijana unajua utakaa chini. Kwanza wewe ukae hapa. Kwa juu nimeona unapiga kelele sana. Ukae hapa karibu na mimi. Okay. Na baadaye utaniambia hii kiremba ulitoa wapi. Kaa hapa. Siningerudi huko tu. Kaa hapa mahali na kuona. Wewe ni hatari sana. Tunapinga Bwana Chief. Na hata umevaa. Toa hizo vitu kwa masikio. Kaa chini, wacha kupinga Bwana Chief. Kaa chini kwa masikio. Hey, toa hizo vitu kwa masikio kijana. Toa haraka. Nimesikia mazee. Na hizi vitu hatuelewi. Kono hizi kuweke nao. Mzee unanawa mikono. Unanawa mikono. Mikono peke yake. Unanawa mikono. Mzee, hii ulikunywa wapi? Mzee, unajua hii pombe nayo. Mnakunywa pombe kidogo. Tunapembeleza aje mzee anakuja aje hapa na pombe. Wewe mzee usirudia tena. Umesikia? Hii ni dawa. Osha hiyo sabuni, hiyo ni dawa. Mzee tumekuja. Osha haraka lakini usirudia tena na hii mapombe hapa bwana. Kama hii ni dawa. Ukuwe na heshima, umesikia mzee? Alafu niko kuna yangu. Ukae chini na ukuwe na heshima mzee, umesikia? Wacha mwache. Na ukae kofia. Wewe. Alafu katangi mtiaza mzee. Na tuliongea na sasa ni akasema. Na wewe pia kuja hapa. Na sasa ni alisema tawala. Pia wewe nawa. Pia huyu mzee anawe mikono hapa na apewe nini atoe hizi matawi. Na ni mzee wa kijiji na anakuja kuleta hivi.
Mzee, unajua lazima angejitetea juu yeye hajafikiwa na hiyo mamasiki walisema sijui nini. Lazima angejitafutia yake bwana. Maji ni safi aje. Ni ya mtu ama ni ya wapi maji? Ama ni ile ya kizima? Hiyo ni maji ya hospitali, ukinawa umepona. Kwa nini maji nimeona kama iko na kara nyingine hapa? Hii nimeweka nini ndani bwana? Fimbo yako. Sawa sawa. Ya hii mzee, hii fimbo unajua ni ile ya zamani bwana. Hapo zetu. Leo utaosha? Niosha tena hii fimbo bwana, sitaisha. Kama mwili inaishanga umesikia? Na msioe mwambie ni kuosha mikono. Msikue mnaoga. Mguu wa chafu. Lazima uoge mwili. Sawa. Mwili ni lazima mzee. Uacha kunipea hivi. Wewe kwa hiki kijiji wewe ni nani? Mimi ni motuleti. Na unafaa matawi. Nafaa kujiprotect. Daktari nisaidie mtu wangu mvalishe kitu mzuri. Hii ni aibu. Kabla nimpatie, naonelea niwaonyeshe. Hii ndio mask inaonekana hivi. So, nataka kuonyesha vile nitamvalisha. Sasa uko sawa? Ndio daktari. Na simpigie makofi tafadhali. Lakini sasa daktari, nitalala hivi penye umenifunga juu nimesikia kitu iko na choto. Ukiendelea kuvaa utazoea. Siku ya kwanza unasikia it's very uncomfortable. With time utazoea, utakuwa sawa. Lakini ukilala unatoa. Kwa hivyo saa hii penye niko hivi niende na nitoe. Saa hii. Ukienda ukifika kwako nyumbani unatoa. Ukiingia kwa watu unavaa. Lakini kwa hao wase nisitoe? Hapo usitoe? Asante sana daktari kwa kunisaidia. Haya, karibu. Okay, asante sana madaktari kwa kutuonyesha mambo mzuri. I think wananchi wangu wamefuatilia na watafuata hayo maagizo mmewapea. Haya, kitu nikependa kuongelelea, wacha nirudilie mambo ya kuonyeshwa hii ya practical. Mtu kinawa mikono unafaa uoge madakika mangapi? 20 seconds. 20 seconds na unasugua mikono mzuri, na hii kitu tuhakikishe tumefaa. Watu wengine nilikutana nao mtu amefaa kwa shingo, wengine wameweka kwa mfuko, akiona askari ama chifu anafaa. Nanyi msikue na hiyo tabia. Tafadhali tununue hizi vitu na tufae. Kwa watoto wale mlitoka shule na mko nyumbani, tafadhali muhakikishe mnasoma vitabu na wazazi wawasaidie ili shule sikirudi juu zitarudi. Muwe mko na kitu ya kwenda kuandika shuleni. Makofi. Kwa wale vijana mmemaliza shule mko nje, muhakikishe mnasaidia makazi nyumbani, si kurandaranda. Makofi. Wale wa kwenda kwa marelative sijui kwa shosho nini maanti, hiyo maneno imefungwa. Makofi. Kitu kingine nikependa kusema, watu tuwe wasafi. Msiwe mnanawa mikono peke yake, muwe mnaoga mpaka mwili. Na mambo na pombe kukusanya na mko maparasa nini, parasa nini na ni ya mwisho. Hakuna parasa nyingine itafanywa. Kila mtu akae kwake ndio tukue safe. Stay at home to be safe. Makofi. Na muwe mnasikiza radio kila mara ndio msikie serikali inataka mfanya nini. Makofi. Kwa hayo nikependa sasa, najua vile madaktari wamefunza, tuko na maswali. Na haya maswali nikependa tuanze kuuliza moja moja watu watano wa kwanza, alafu baadaye tutapeana nafasi zingine, maswali mengine wengine wataulizia watano pia, madaktari watajibu kama tutakuwa na muda. Okay, kabla hatujaanza naona kuna mkono huko juu. Yes. Mbona unatuambia tuvae mask na wewe mwenyewe ukiongea unatoa mask? Si tunafaa kuvaa ndo tuongee? Kwa sababu nikiongea kama iko hivi hamtanisikia vizuri. Ndio maana nimetoa ili nikue audible. Wenye wako huko nyuma pia nao wanisikize. Kuna wale wa hapa mbele wananisikia na huko nyuma bado hata nisikii nikifaa. So natoa yangu ni mzito sana ndio mnisikie na huko nyuma tuko pamoja. Lakini muwe mkifaa mask. Asante. Ningependa tuanze na huyu mzee hapa. Mzee, karibu na uliza swali lako, madaktari wataandika kisha watajibu. Asante sana bwana Chifu. Na mimi nataka kuuliza madaktari swali moja. Munasema kila wakati tunawe mikono na watu wakae mbali. Sasa hii manyumba yetu tuko naye kidogo. Ukisema watoto wakae huko na huko na huko, wengine watakaa wapi? Na hiyo nyumba mnasema ningiliona sisi wote watoto yetu ni wazuri, hakuna mgonjwa. Tutafanya nini mkisema tukae mbali mbali na tunakula pamoja kwa meza moja na watoto yangu? Asante sana kwa swali mzuri hilo sana.
Haya, swali lingine tunapeleka kwa ule mzee. Ule alikuwa anapanga pia, naona hako na swali. Asante sana bwana chifu kwa hii nafasi. Nina swali moja ya kuweza kuwa kwangu nina kuku wengi. Ninapopika ugali kuna ile inakuja inatora. Sasa nikikula hiyo ugali nitapata ni hiyo coronias. Yes, daktari. Kuna hiyo swali mzee ameulizia. Kutora anamaanisha nini? Yaani kutocha kudona, yani kutona ya kuku ikidona ugali. Umeelewa? Sawa, sawa. Asante sana. Bwana Jibu akunipea nafasi niongee kidogo. Na kuuliza ama daktari walisema tufae hiyo sijui inaitwa maji, kisha inaitwa maji. Niko na watoto 7. Sasa na moja mlisema inanunua 10, sijui ni 5. Sasa nitaenda ninunue moja, tutahesafa kwa mimi na hawa watoto wangu kwa hiyo nyumba. Nasema asante kwa kunipea hii nafasi na mimi niulize swali kwa chief. Mimi ningependa kuuliza, mmesema tununue sanitizer na hiyo mask. Sasa kwangu iko watoto. Na hao watoto ni wengi, sio watoto wakubwa lakini wako wengi. Yaani hao watoto hawajui kuvaa hizi mask. Na hizo mask mnasema hata ikiwa ni shilingi 2 na hiyo sanitizer, hakuna pesa ya kununua hiyo vitu yote halafu itoshe hiyo hao watoto. Mimi ningependa kukuuliza chief, kama umeleta hao madaktari wetu wametufundisha vizuri, ndio tumekubali, lakini hakuna pesa. Tunakuomba uende uongee na serikali yetu tusaidie kidogo ikiwezekana. Bwana chief, wana kijiji na wasalimu kwa jumla, mjambo. Hatujambo. Nimesikia kuna maswali hapa yenye umepatiana kadha na tuko na majibu. Nilisikia mzee fulani akiulizia kuhusu kuna lockdown Nairobi na kuna watu wake huko, jamii yake iko huko na angependa kuiona. Okay. Mzee, ningependa kukuambia kwamba serikali inataka kucontrol hiyo ugonjwa mahali kumewekwa lockdown ndo isisambae kuja huku Kisii na kaunti zingine. Alafu kuna mzee mwingine amesema kushare masks. Mask hauwezi kushare na mwenzako. Juu huwezi jua kama ako na hizo virus, na akizipumua hizo virus zibaki kwa hiyo mask, wewe utazinel ndani upate na hiyo coronavirus. Alafu mzee uliulizia kuhusu nini? Social distancing at home. Kwa nyumba yako kama mko wengi unafaa ununue mask, kila mtu avae ku avoid hiyo transmission of that coronavirus. Alafu kuna mzee mwingine huko aliulizia eti kuku ikidona hiyo ugali yake kama anaweza pata coronavirus. Kuku haisambazi coronavirus. Coronavirus inasambazwa na binadamu. Alafu na ule mama aliulizia kuhusu serikali kusaidia wanakijiji. Okay, mama, ningependa kukuambia kwamba serikali imeweka mikakati ya kupatia wale wenye hawajiwezi kama maskini na maorphans pesa ya kuwasaidia kucontrol hii janga la corona. Sijui kama umenisikia. Madaktari wamejibu hiyo maswali mzuri, tena tukipenda tupate maswali matatu ya mwisho. Tuanze na huyu mzee anakaa ni kama hako na swali. Bwana chief, nilikuwa na swali. Swali langu lilikuwa mbona mlikataa kuoga maji yamewekwa ndani ya karai? Mwoge maji yanaturika. Hilo ndio swali langu. Hiyo mzee, ukioga kwa hii maji ya karai iko na bado unaoga na ile virusi bado inabaki hapo ndani, tena utatoka nayo. Ni uoge running water ile unanawa, ikienda virusi nayo inaenda. Tuko pamoja? Sawa. Tupate na ule mzee pia naona hako na swali. Bwana chief. Yes. Mimi napenda sana kutumia kijiko. Ni lazima ninawe ndio nikulie na kijiko. Kunawa ni lazima, hata serikali inasema hivyo. Ilikuwa inajua kuna vijiko, mbona haikusema watu watumie vijiko? Swali lingine. Bwana Jim, toa pia mzee. Na uongee.
Bwana Jibu ulisema unapiga makofi si uongee. Mzee. Ama una swali? Ulisema kuna chakula. Na tumenao hakuna chakula. Chakula iko wapi? Chakula iko kwako, utaenda ukule. Asante. Lala huyo wa mamiwani pia yeye ningependa ulize swali. Haya manze. Buda. Nasikia yani watu wanasema tu chef manze. Yako wapi? Wapi Moshi Buda? Yako hapa. Wapi Nare? Niende kuwasha hiyo moto manze. Na huyo kijana natusi aje bwana Buda. Wewe jaru ya taifa. Manze Buda si ucheki. Shatumika tu. Kwanza kuja hapa. Kuja. Kijana kimbia hapa. Kijana kimbia hapa. Ndio wale vijana tunakataa kwa kijiji yangu. Kijana unavuta bangi. Wapi Buda? Na unavuta bangi. Hebu toa hizo viremba. Na hii style ya kufaa viremba mmetoa wapi? Kaa hapa. Unafaa bwana ukae chini. Utoe hizo viremba na akae chini. Kaa chini na heshima Buda jo. Hey, hivi vitu gani unaweka huku Buda jo? Kaa chini. Shika hizi vitu zako bwana upeleke huko muli hapa, tupendi hizi vitu za vijana jo. Elewa jo. Sawa, ulikuwa unauliza swali gani? Haya, nasikia kuna chef huko. Wapi food? Wapi mdifu? Food ndio kusema nini kijana? Mdifu manze. Mdifu ni nini? Ni finyo. Okay. Sasa unataka nikupikie? Sawa, unataka nikupikie? Sina cheki madoki hapa manze. Ati madogi? Hii ndio lugha mnafunzwa? Vijana wa siku hizi hata hamna adabu, nyamaza, huna swali. Haya, asante. Kwa sababu naona mawingu imekuwa mbaya, naona kuna manyunyu. Ningependa tumalizie mkutano hapo na mambo tumefunzwa, tutilie manani, tujaribu sana tunawe mikono. Kama una sanitizer unaweza tumia ile sabuni ya kwako, lakini uoge running water, usiweke maji kwa karai ndio unawe. Na kwa hayo machache, asanteni sana kwa kukuja, na ningependa kurudisha hii nafasi kwa mzee wangu wa Kichichi, apeane kwa ule nafasi ule mzee wa kuomba, aombe haraka na tumalize mkutano. Si ni sawa? Sawa. Asanteni sana. Sawa bwana chief, asante. Na Mungu awalinde. Na kama mmesikia nikikupata kwa njia ulevi hapa hatutaki ulevi. Mmeelewa? Mfuate masharti yenye mmeambiwa tu hapa saa hii. Bwana chifu akinipea ruhusa ya kukuja baba, nakuja vilivyo. Si mnaniona ni mkali sana. So sipendi mchezo. Sasa ningependa kurudisha kwa hii nafasi kwa mzee wa kanisa aombe tafadhali. Na tukiomba ni kumaliza mkutano. Sawa, karibu mzee wa kijiji. Iko sawa? Haya, asante sana bwana chifu. Mzee wa kijiji. Kwa hii funza sasa nachukua tumuombe Mungu ataweza kutulinda kwa hii mvua. Tufunge macho tuombe na mtoe kofia. Baba Mwenyezi Mungu tunaomba. Kwa sababu mtulinda kwa hii siku yote tumekaa hapa na mambo tumeongea ili aweze kuwa vizuri na tuweze kusikia. Baba, kwa hiyo yote nimeomba. Naomba walinde wale wametoka mbali na karibu wafike vyema baba. Baba, kwa hiyo nimeomba machache apitie kwa hiyo machache nimeomba apitie kwako baba ili uweze kuyasikiliza na tufanyie vilivyo. Baba, kwa hiyo nimeomba machache naomba na kuamini. Amen. COVID-19 is a viral illness and currently does not have a vaccine. The best way to prevent illness is to follow the CDC's recommended protocols and practice social distancing. The virus is thought to spread mainly from person to person when an infected person coughs or sneezes, or by touching infected surfaces and then touching your eyes, nose, mouth, or face. Some who are infected with COVID-19 may not experience symptoms. Those with symptoms may experience a fever or cough or trouble with breathing or severe respiratory illness. The treatment for COVID-19 is generally rest, drinking fluids, and medication that will reduce your fever. You can protect yourself from transmission of the virus by washing your hands often, avoiding close contact with others, staying home if sick, covering coughs and sneezes with your elbow, and cleaning and disinfecting frequently touched surfaces daily. If you believe Onye ndiri obotaka wale koirwechera uninjo
mutangani kuboirejera onyore ndirio botaka wale kuirwejera kunijo mutangani kuboirejera bogambie kina bogue kina osiwe egesibo kyo kwa